Nini hao wase huchezaga basketball, games zingine kama baseball, hockey na hizi game tu zinakaa kibombe kiplani. Kuna venye wao maboys hujisikia wewe umenotice ai mbaya unapatana tu na msee tu kwa hata huyu jamaa ikia ni kuniingililia ungesema jamaa ananiingililia nikionanga siwezi kubali. hata nataka niseme hata wao ucheza golf bado. hata msee tu ambaye na yeye Kuna venye hujeka class nyingine kali hapo. unapatana na msee tu kwa barabara ametaki t-shirt. Ground yenu. Mtu tu kwa barabara unataki t-shirt aje. Umevaa ati unataki t-shirt. Unajua nasema niko kwa mafia. Unajua kuna ile mafia huu chapa. Mafia manyoya. Mafia kijana. Tuzidi kabisa. Najua mademu wenyu. Ai, madem nini? Kila mtu Hapa sema madem. Kwanza uko na demu. Mimi sina dem. Sasa ni kufocus na life bana. Kufocus na life kitu kitani. Si ndio? hapo kwa madem siongei. Hawa tunajua wako. Si yako, si hadi nyinyi mnajua. Ni dawa tu hujatuitia. Lakini jamani kuwekelewa hakuna hadi wa kuwekelewa bwana. Hiyo nayo sisemi kitu. Japo na hujadanganya. Hapo hata kuwekelewa mwenye ati hata mwenye anakaa venye anataka. Lakini Fanya fanya kitu. Fanya jambo. Hadi cameraman anakwambia hata tu surprise. Tulieni. Hiyo kila Unajua mimi hukawia. Lakini akikuja nashtua kila mtu. Yangu ana hit Kenya mzima. Ana hit Kenya mzima. Vizuri sana. Anyways guys, hii ndio our first podcast. Mkiona tuna share mic. A journey of 1000 miles inaanzianga With one step. With one step. Hiyo bana hujachemka kufikiria hiyo. Nambi bado na Lord. Jamaa kwani unasomea group of schools? Kwani matusi tena gani ingine kali hapa mmoja. Jamaa kwani unasomea group of schools? Bana ameanza kuwa person sasa. Yeah, anyways go down. Welcome to the first podcast. Bado tujapata jina yake. But today I decided to come in one Kizungu itoki. Tumia Kiswahili. Tumia lugha ya taifa. Usijiume ulimi. Usijiume. Yeah, anyways, today I decided to come to one's comrade's house. Kidogo ndio tukue na gumzo kidogo. Kabisa. Na ilikuwa ni ile tu ya kuanzia kidogo. Na equipments 1 2 3. Kama kawaida tumesema journey of 1000 steps starts with one step. Ati journey of 1000 starts with one step. Kwani inaanzianga na step 2. Wewe unasikia sentence nimesema kwani uko psycho? Sikia a journey of 1000 miles. Si the same steps. Okay. Kwani miles ni? Okay. Miles ni kazi zinapimwa na kilograms. Kwani after kilograms nini iko next? Jamaa tulikuwa kwa introduction. Tunaibisha hivyo. Hata introduction haijaenda mbali. Chunga siongee Kikisi. Chezeni chini sasa. Ikuwe personal. Yeah, so kama kawaida kama dawa. Mwanamose hapa. Lakini jina la usanii hapa hivi kwa hii comrade house. Tunasema sijui mtaitwa aje. Bado sijapata jina la usanii. Maybe unaweza tupatia jina lako na usanii na kuanzia. So mimi ni Ale kutoka kitambo ni Ale. Ati kutoka Ale. Naitwa Ale. Alex. Unaitwa Ale unapenda warembo. Si hapo kwa warembo hapana. Hai. Hapo kwa warembo unakata? Siwapendi. Sasa kuna unapenda nani? Kwani mrembo. Tumesahau unaweza pigo. Yona ya partner. Chunga siongee Kikuyu na yeye. Unajua ni difference ya loyal na loyal. Unajua mimi nimetoka Murima. Hii ni kwenda walo. Enda go by the name Mkosi, Mkosi kutoka all the way from Kinangop. Kule kwa baridi manzee. Lazima na shout out watu wetu. Jua ni mimi no here dimension. Tonka. Hiyo yake ni Tonka Kinangop. Kama bila dem
Jamaa msafi, mtulivu. Hapo kwa usafi hana bado mambo mingi. hajaprove. Unajua mtu anajuanga usafi akiwa na demu ama vipi? Demu yake ndio atakuja Ukishapata Nasema usafi ya maisha. usafi ya maisha. usafi ya maisha. Sio usafi yenye ya kuosha nguo. Pia hiyo iko kwa sababu naosha nguo. Lakini mimi Unaosha nguo? Si ndio? Kwani ulisomea Kiswahili kwa gate? Unafua nguo? Kuosha ni kwa vyombo. Ndio hiyo sasa. Jamaa wetu wa kule Kamani elewi. Mimi hata nashindwa mnaongea juu Shakutupa nini? Kuosha nguo, kufua kufua vyombo. Anyways guys, today tumeamua ni Chronicles of Comrades. Ama vipi? Ndio hiyo sasa. Tunataka kusikia venye jamaa hapa alipika ugali na jiskola. Ugali. Venye ulianza tu life yako ukiingia shule. Hivyo venye hali aste tu. Till malimsi amefika. So, manze imekuwa ngumu kidogo. Najua manze mimi niliachwa jana. So, mnaniachia naongea hadi na haitoki. Ongea. Niongee nitoke. ongea tu ikutoke. Yeah, so kumbuka kusubscribe. Jo Alex pale. Ukumbuke kusubscribe hapo Kwa kwa tukuita jina yake tu. Ale. siku zote. Siku zombo. Alafu uambie channel inaitwaje? Yeah, so kama kawaida nimesema channel ni Spotlight KE. Yeah, ni Chronicles of Comrades. Hii content itakuwa exclusive, itakuwa inakuja now and then. Yeah, tutakuwa tunaleta hadi mademu wao. Wanatuambia sasa tunataka huyu jamaa apate demu. Kwa cha kwanza nijipea shout out ya my channels hapa na pale hivyo. Before jipatie shout out, tunataka apate demu. Mbona anakata hiyo? Dem lazima upate. Dem atajipa tu. Lini? Soon. So ikiwa uko hapo na una mtu, kuna comrade hapa manzi yako na do. Ikiwa uko hapo na wewe ni demu wa mkwasi. Hapo kwa demu tunajua ana. Definitely anaanga. Hadi hakuna ule wa kumwekelea. Amekosa. Yeah, so maybe ndio tunaanzia. Yes, tulikuwa tunaanzia mchezo kidogo. Na sijajipea shout out tukumbuke. Ndio tunataka hadi. So kumbuka kusubscribe. Wakumbuke kufanya nini pia? Subscribe. Kulike, share na comment. Na pia mcomment. Mkumbuke ndio tunaanzia. Pesa za iPhone kidogo. Na share na rafiki yake hapa na pale hivyo. Yeah. At least asikume views manze. Yeah, manze. So kidogo Mkwasi pia ni YouTuber kidogo. Alikuwa anafanya content fulani ya sio nilikuwa pia anachapa. Anachapanga ma content fulani hapo nilikuwa naona akiuliza if you are rich. Unachapanga content gani hizo? Yeah, me I do anything concerning ulimi bana. Chungo si ujime ulimi. Siwezi. I'm not perfect, lakini I'm good in English. Me anything absolutely. Yeah, true. Marvelous. Anything doing with wealth. Ndio hiyo mimi hapo. Ukisikia msee millionaire hivyo, niite na mchapa interview hapo, ni the blueprint of wealth. Kama dawa. Kama dawa. The blueprint of wealth. Ukiingia TikTok ni the blueprint of wealth. Ukiingia Facebook the blueprint of wealth. LinkedIn the blueprint of wealth. Jamaa alitoa jina cha GPT msijali. Hadi yeye mwenyewe anasahau wingi vya anajiita. Tena mtu akujaji kuchoma. Sasa huyu. Yeah, pia tuko na musician hapa, jamaa wetu hapa anaimbanga. Maybe unaweza tumia wimbo moja. Jo hapo hivyo. Acha nisianze sasa hii, msianze kuniimbia mamistari pale. Acha mpaka ikishaivana lazima tuone kitu pale. Maybe kuna mse hapa ni maybe uko na studio anaweza kusupport. Kastanza kamoja tu kishaingia hivi mistari inaingia. Kusafisha rada yangu, wimbo ni yangu. Nitaranta mtaani. Hivi ni kwa msanii. Nakwambia naweza kuwa msanii. Pelekee mtu ako hospitali. Sasa tunamalizia. Unaona ni kwa video yangu ya jana nilikuwa naimba. Hiyo mtu akisikiza akiwa amelala. Chorus. Ulikuwa naimba chorus. Sikize gas. Hiyo nayo sikize maji kichemka kwa gas. Ndio. Hiyo nayo kuna haja kudanganya. Ni the reality of life.
Ndio hiyo sasa. Kama kawaida. Canada. Yeah. Jo mimi nakumbukaga tu life yangu nikianza tu hivi. Unajua mimi niliingia Kist masaa ya jioni ndio naingia. Nimefika hapo hivyo na chekirada. Usikii nilikuwa nadai kuingia hostel nikacheki hivi, nikaona hostel nikaambiwa kwanza zimejaa, unaona? Sasa lazima nitafute keja na ni usiku na siwezi rudi area, unaona? Ni giz. Umetoka Machakos. Jo nimetoka. Cheza chini. Jamani wakapanzwaine. Mimi nimetoka huko hivyo. Umetoka Ocha? Nimetoka huko hivyo Ocha, lakini sikuwa nimetoka Ocha direct. Nilikuwa nimetulia mtaa hivi, ndo nikatoka mtaa nikakuja shule, unaona? So sikuwa nimetoka Moshadha hiyo time. Mimi nimefika hivi kidato. Ingia Kist hivi kwanza na dread zangu ziko tu huko. Ulikuwa na dread? Rada jo. Msanii wetu. Nimepiga topa yangu safi pale. Nishapeleka nimesainiwa kila kitu. Ile masaa naenda kupigwa picha ndo nipewe ID. Kaniambia usikii hizo haziwezi mkuu. Haziwezi hapa. Haziwezi hapa. Toka kanyolewa hizo vitu. Ishia jo manzi. Mimi usikii kama nilikuwa sijalipa fee. Nisimamisha niwaambie tu venye imeenda nikaa yezi. Yezi toka hapa buda. Nakwambia nilisikia ufala. Unaenda alafu kinyozi na yeye akachukua advantage. Kijana tunakunywa na soda tatu. Nikifikiria pale hivyo kwa haraka kinyozi kako hapo hivyo napiga ngwatu na chwangi Chwani buda. Na kakata na kati na spirit nyingine na sugu hadi akili. Ulipatana na ule kinyozi. Akinyoni mara moja kwa wiki. Alinamisha karibu mwezi. Akasema hii nayo kaka lazima utatoka kichele. Sasa mimi nimeingia kinyozi hapo hivyo ati soda tatu. Nikaona amechukua kichana ya chuma. Umeona kichana ya chuma mzee? Ndio aichanue vizuri. Ichanuke. Ndio achanue kwanza. Wewe umetoka Machakos. Alafu achanuke. Sasa nilikuwa nachanuliwa. Bado hajachanuka. Nilikuwa nachanuliwa nywele. Ni mgeni jijini. Bado nilikuwa mjanja bana. Nilikuwa mjanja. Nilikuwa mjanja. Unajua Afya Center peke yake. Akipotea tu anasema unajua wapi Afya Center? Hapo ndo najua nipeleke hapo. Mimi bedha mimi mtaa nimejua mtaa kutoka kitambo. Unaona? Mtaa mimi nimekuwa tu mtaa. Unajua tena kuna tao jiji. Jiji. Unasema kana mtaa juu ni kama area yangu unaona? Ni area yangu juu shughuli tu hapa pale. Wewe ni msee Bontao. Sitasema mimi ni Bontao lakini najua Bontao ni gani hiyo? Bontao si ni msee melelewa tao hivyo. Kwani unaniona ng'ombe nini? Unajua tumeishi na ng'ombe. Kule kina ngovu. True. Wewe ni waulize. Nataka kuuliza swali moja. Juu leo ni Comrade Chronicles. What was your toughest moment ukiwa kama Comrade? Ama maybe pia juu sahii mko Comrade na wewe. Ni moment gani imekuwa tough kwenyu? I think the moment that imekuwa tough ni the time kumekuwa kuna hii Mugithi. So na Mugithi imekuwa ni ya bure. So tukaenda along ni hoteli moja iko hapa tu K Road. So the Mugithi ilikuwa free entrance. Na Mugithi ilikuwa inaanza 5. Hebu tushika hiyo mic ndio. Tupatie story kiasi shika mic. Inasikika? Interesting. Producer anasema isikiki. And so sisi mimi na nikachapia mori wangu chekiaje niko na form hii weekend tumeinama sana tufike place fulani so ilikuwa saa tu mimi nikachukua mori wangu magedha ya 5 tukashuka moja kwa moja hadi area my friend tukaenda tukaingia vizuri though hata entrance yenyewe nikai na kuzia uoga juu unaona hakuna msee anaingia miguu. Unaona tu ni magari hapa ni wasi wanakaa mabombe kiplani. Lakini sasa na wewe unaingiza tu miguu zako. So si tukaingia vizuri na tukaenda tukajiseti kwa kiti. Mawaita hapa na pale wakakam. Buda wakati akakama akasema nataka kuorder nini. So mi siko na ile mentality. Hii ni place nitakam kugongwa bei
Mimi niko nadhani bado ni huko Kirigiti place nimezoea. Kuna prison. So mi nikasema uko na Minute Maid. Akasema hakuna Minute Maid. Mimi nikauliza na Del Monte iko. Hey. Akasema hakuna. Though naona wasi wengine wakisaviwa lakini ananiambia hakuna. So nikamuuliza mko na nini, akasema tuko na soda ya kawaida. Sasa hii si 300 ml. Si tukamwambia leta. Akaleta bill soda moja 3 so. No bana. My friend, na mbele nyuma nilikuwa I think na kitu 110. Nilikuwa umetisha Del Monte. Dada pia Na akaambiwa hakuna. Because na saizo niko K-Road na sina fare ya kwenda home. So because I thought me hata nikiitisha Del Monte. So I thought maybe nitaitisha na mori wangu. Maybe inachezeanga around tuchoni. Hapo. So mi tulikuwa tumeongea na mori wangu ataniokolea. Buda. Si hivyo sasa ndo mambo ikaporea. Nikalipa 3 so nikatumia mori yangu because actually nimtumia hiyo 110. Juu sina anything else. Namtumia kasona nikamsukumia kakinde. Nilikuwa na shindo ya transaction ilitoka wapi? Sema vile mara tatu. Hapa si ni mara moja. Unasikia niko na 110 mbele nyuma. Kasema 110 kafuata. Unasikia tulikuwa tumeongea na mori yangu. So hiyo Del Monte ama iko. Sinisikia inacheza around 3 so. So because mentality yangu bado huku nje si 3 so. So si pia huko haiwezi kuwa imepanda imepanda. Hivyo. Hii ni mapanda wano. Yeah. So actually ika happen hivyo. So after kulipa I think tuikanga hapo kutoka 5. Sikia bado I think tuikanga hapo kutoka 5 hadi kitu saa 3. Bado hiyo soda hiyo 300 ml haijaisha. Kusukuma tu unachapa sip moja unagonga karibu 1 hour kama hujagonga sip ya pili. My friend, so si tukalipa hivyo. Itesa kama kacheki message. Alafu bado ilikuwa Truecaller inatoanga hapa juu. Anasema haoni message, anataka message yenyewe. So I think mori wangu alikuwa na kakichele kiplani. So after kuona akashtuka. Tukitoka sasa now the part embarrassing ni hapa. Sasa tukichomoka saa wakati tunacheki Mogithi nikaa imekawia kama ijaanza. So si ni gedha ya saa 3:30 almost saa 4. Tukasema wacha tuchomoke baada ya tutegea hapa. Na nikaa tunaaibika juu kulika mabouncer magedha ya saa 2 hivyo. Alafu anazurua place tuko. Hawatoki, nikawa unawacheki wamekuangalia nikawa nakushuku. Tukasema tujikate. Before tuchomoke tu because ni mahali ndani. Kusema kuchomoka tukasikia, "Hey, kujani." My friend, hiyo kitu ilikuwa embarrassing. Mliosha vyombo hapo. Si tulikuwa tushalipa. So lakini bado sasa ni mwingine anaona ni amwezi. Amwezi hii bei ya huku haiwezi make it. So si akaanzia, "Toa message." Afu bado uwezi toa ngori juu. Unacheki kuna mabouncer. Na si alafu sio place hivi. Ni place iko na class yake. So si tukaonyesha na message. My friend, kuchapa hiyo mlango sasa ya kutoka huko ndani. Nisimamia kwangu kwa nyumba. Na nitembea miguu. Kutoka K-Road. Uko juu kabisa almost uko for nini bypass. Unasema Dindigo. My friend tulichapa mguu. Ustake jua. I think hiyo ndio ilikuwa embarrassing moment yangu. Sije feel vibaya. Mimi yangu liko ingine hapo hivyo noma. Juu nakumbuka unaona saa ile freshers night ya kwanza. Na kwa book lingine noma tu hapa hivi K-Road. Mimi nimeingia tu hivi. Mori wangu. Sasa unaona saa mimi nimekwambia hiyo day nilikuja giz. Nimeingia hivi so nilikuwa na roommate hapo hivyo. Boys fulani hapo. Saa huyo boys nilikuwa namjua juu. Mimi nimesomea chuo mingi bethe. Kuna chuo alikuwa gasi chama. Naona. Sasa mimi nilikuwa namjua saa. Si mimi ni huyo boys nilikuwa nakaa na yeye sasa. Mimi nimekaa hivi. Nikaona aje mamori wangu unaona niambia rada utafika kuna form rada. Sasa mimi unajua mimi ukikaa tu na mtu unakaaga venye yako. Sasa mimi nikaona mimi nimekaa venye yako sana, acha mimi pia mimi nikae tu venye nakuaga. Unaona life yako. Sasa mimi nikatoka nikaingia wapi?
sherehe freshers night, unaona. Eh. Sasa mimi tumepiga hapo hivyo sherehe, tumepiga sherehe, unaona. Sasa ile kutoka bado nilikuwa rada juu sikukaa, nimetoka kitu saa 4 hivi. Juu sikuwa na kia gate, unaona. Na saa bado ningechelewa ingekuwa noma. Nimeingia hapo hivyo saa 4, kijana nimepata amebonda. Amejifungia kwa keje, unaona. Nataka kufungua. Na ndo kijana afungui bwana, nashinda huyu kijana rada. Na juu saa bado unaona ndo tulikuwa tumeingia kidato, tunajipanga panga na chikitu kwa curtain ya dirisha hivi. Unajua ukiwasha taa unaona ndani. Lights zikiwa kuna kivuli, unaona huyu mtu anafanya nini. Nikaona kijana bana anakaa tu, unabisha naona tu anakaa bana. Nikaona sikio kijana nimshikanishe bana, amekuwa mbaya. Ananiudhi. Sasa hiyo story ndio ilifanyaga hadi jo nikakosana na wao boys juu. Ni saa 4. Nimeingia kwa keja. Hapo hivyo Gware amepigia mkoro wake, unaona. Nimwambia huyu kijana anakuja huku saa 8. Akiwa amelewa. Ashachachisha. Akiwa amelewa. Saa 8 na nilia saa 4. Mkoro wake akapigia mzee akamwambia, kijana wako anafanya hivi na hivi. Mzee kuniambiaga direct. Kaambia bro sasa. Bro naye akakataa kuniambia, kaambia mkoro, unaona. Sasa mkoro ndo aliniuliza, nasikia huko ni wewe bosi. Ndio kusema saa 8 inashindwa rada. Sasa kitu nilionaga bidho alifikiria juu ilikawia like hiyo month juu ilikuwa katikati, waliniambia ikiisha wakaniambia tafuta saa keje ukae peke yako juu wewe na huyo boys mtakosana tu bure, unaona. Sasa mimi nikachiki tu hivi nikaona huyo Morio kuna venye tu hatuwezi enda bado, yani mse wa ni mse wa kanisa. But that has nothing to do with kanisa. Si mse wa kanisa juu alipata dem before mimi nipate. Anaongea kizungu. Unaona? Alipata dem before nipate. Ni mse kujituma. Vibaya sana. Juu nikitoka alioa. Kwa akaweka kusuka hapo. Peke mbaya. Akani replace. Alisema hiki kiwezi kuwa ni mse solo. Akasema jo siwezi kaa hivi. Sasa hivyo ndo ilikuwaga. Kakuwa noma jo, nikaanza sana life yangu peke yangu pale. Naingia tu hivi keja na wana room venye iko. Hall bana. Nikuongea unasikia echo yako ndo inamaliza sekunde 5. Bana. Ilikuwa noma, ilikuwa mbaya bana. Life ya comrade nayo ikuangia rahisi. Niulize. Umesema hivyo. Sijui tumeenda dakika ngapi. But juu ni kuanzia I guess juu kutakuwa na more episodes za stories. Juu inaonekana pia tutakuja na equipment next. Juu leo ilikuwa ni ile ya kujaribu. Ama maybe I'll be welcoming them to podcasts na iko kwenye the studio. Kwenye iko ndio pia watupatie story sasa live. But we'll be uploading this venye iko. Ni editings hapa na pale kidogo. Then itakuwa uploaded. By kesho itakuwa uploaded. Nikitoka ni kidogo, but maybe pia leo tunaweza jaribu. So nilikuwa na swali ya mwisho. What is that one advice yenye wewe patiwa hautaisahau that you'll never forget as a comrade? What is that one advice that you are given by someone and you'll never forget? So I think ni mingi. But I think sasa one ile moja yenye iko as a comrade. Yeah. Yenye inakudriving hadi saa hii. I think yenye inani driving hadi saa hii. Just try all the way possible and fight against poverty manzo. Mashida sio kukua in a situation ya poverty sio mchezo. Sio mchezo. I think that is the thing unafaa uchapane nayo. Unajua wase wengi hukuanga na mentality ya as a comrade, lazima ukule shida kama comrade ndio ujue sasa atikukua comrade ni nini. But it is not a must. Ukipata opportunity hata kama uko hiyo 1.1, ukipata chance ya uomoke hapo, just try it because sio sweet kukula shida. Just fight against poverty. Sure. Jo I think nika tulipewa advice iko almost but yangu ilikuja in a different way. Kasemaje, tunasomaga tupate do. So do ikikuja before usome. Just waingizia on a serious note because one thing wase hawajui, for example nimekasoma
a certain course na certain course. Unacheki? Na maybe nikakuwa na opportunity ingine mbele, maybe atakaa ni online nini ya kufanya. Na unajua passion sahi, kuna msee siwezi achana na hii course because I have passion with it. Sio mbaya, but if mbona unasoma to get money, but on the meantime mimi nasema kureject sahi pesa ni kama kureject pesa juko kureject job juko na pesa. Unacheki? So wewe chukua masomo bado, next unaweza kama usome maybe hata udefy ukamusome baadaye, and yet utafanya hiyo nini yako succeed. Mimi nasema tu do ni akili. Ukishapata do na uko na akili ya venye tu utaimaintain ni hivyo. So tunasomaga tupate pesa ama tujue venye tutaimaintain. Ikikuja basi uko fiti. The next thing mimi nasemanga to maintain hiyo do yako, mimi nasemanga stay small enough, long enough, and you'll be big soon enough. Ukipata ama uko na opportunity ya kupata do, usikue, najua kuna msee maybe ameanza kupata tu do hivyo. Sikatai, ni vizuri unajienjoy at some points juu huwezi tena ishi kujinyima. Unacheki? But jaribu kulower your expenses. Usikue ati juu ulikuwa ka bed sit ama ka single hapo, uhamie sijui to be una room moja hata iko empty. Unacheki? Kazi kila weekend niwe kuspara mbogi. Kuna time kama hiyo mbogi pia wao wana focus na life yao. Ama wakati mlikuwa mnapiga sherehe, anakam unawaspoil na maybe wao bado wako na mabiashara. Na zao ni kugrow zina grow. Yeah, so stay small enough, long enough, and you'll be big enough soon enough. Juu ile ingine niliambiwa madema waishi. Umepata wangapi wakienda? Sorry for another day. Sawa, wagwan wadau. Wagwan. So hiyo ilikuwa episode 1. Tunarekodia live kwenye Comrades House. Make sure umesubscribe. Pia interpost. Make sure nini wase wenyu wa subscribe. Actually ni bado the blueprint of wealth, wakiingia hapo wataipata. Tuta collaborate. Pia ndio muweze kujua hiyo blueprint of wealth. Hii ni episode 1. Asanteni sana kwa kutuwatch. Ikiwa bamba mcomment na pia mtuambie what to improve on. Asanteni sana. Shukran. Wazi. Episode 2 is coming. Wagwan. Big